Shalom, shalom, shalom. Na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa majina yangu naitwa Pastor Michael Anton. Nampenda Yesu na mtumikia Mungu siku zote za maisha yangu. Jioni ya leo tarehe 2 ya mwezi wa 11, natamani tushare neno la Mungu pamoja na wewe ambaye unaitazama video hii. Biblia inasema kwenye kitabu kile cha Zaburi ya kwamba Mungu kwetu sisi ni kimbilio na msaada uonekanao tele wakati wa mateso. Ukiangalia maandiko haya utaona kama vile Mungu anajifunua kwa watu wake hasa wakati wa mateso na sio wakati wa furaha. Na watumishi wengi wa Mungu leo tunaogopa kupita kwenye mateso. Tunakuwa na hofu tunapoingia kwenye mateso. Lakini kumbe wakati wa mateso ndio wakati wa Mungu kujifunua kwenye maisha yetu sisi watakatifu wa Mungu. Yamkini unanisikiliza ni pastor ama ni mtume ama ni prophet ama ni mtu yoyote kwa mafuta yote yale ambayo Mungu ameweka ndani yako. Nataka nikwambie usiogope mateso kama yatakuja, kwa sababu yatakapokuja ndio wakati wa Mungu unayemtumikia kujifunua kwako na kujulikana kwa watu wanaokuzunguka. Utaona kwa habari ya mtumishi wa Mungu anaitwa Danieli. Wakati wote alikuwa ni mtumishi wa Mungu, ila jamii inayomzunguka hawakumtambua Mungu wake mpaka alipoingizwa kwenye shimo lenye simba wenye njaa kali. Ndipo watu wote wakajua kwamba Danieli ana Mungu awezaye kuokoa. Ndipo watu wote wakafahamu ya kwamba Danieli ana Mungu ambaye anaweza kuwazuia hata wanyama wasiokuwa na akili wakaitii sauti ya Mungu. Nizungumze na wewe jioni ya leo ya kwamba mtegemee Mungu hata wakati unaingia kwenye mateso. Sijui unapita wapi, lakini pale unapopita bado mtumainie Bwana, kwa sababu huo ndio wakati sahihi wa Mungu kujifunua na kujitambulisha kwenye maisha yako. Yamkini uko mwanamke unapita kwenye mateso, aidha kwa habari ya uzazi ama kwenye ndoa ama kwenye afya. Kwa nini nazungumza mwanamke? Kwa sababu shetani ameanza uadui na mwanamke. Ndio maana nimeanza kuzungumza na wewe mwanamke. Yamkini kuna mahali unapita, usiogope. Mungu wako ni mwaminifu. Yamkini unatukanwa na wanawake wenzako kwa sababu ya uhitaji wa mtoto, usiogope. Mungu wetu ni mwaminifu. Paliwahi kutukanwa mtu mmoja aitwaye Ana, alitukanwa na mwanamke mwenzake aitwaye Penina, lakini kumbe ilikuwa ndio wakati anateswa na matusi, ndio wakati wa Mungu kumpatia Samueli. Namwomba Baba akupe Samueli wa maisha yako. Ewe mchungaji unanisikiliza, yamkini kuna wakati umedhalauliwa kwa maisha unayopitia. Kuna wakati huonekani kama mchungaji kwa vile ambavyo unavyopita. Nataka nikwambie usiogope. Katika hali hiyo ambayo unapita, mbingu inakutambua. Mtazame Gideon, wakati amejificha kwenye pango, anawaogopa watesi wake. Mungu akamtokea akamwambia, wewe ni shujaa. Nami niseme na wewe pastor, wewe ni shujaa. Prophet, wewe ni shujaa. Mtume, wewe ni shujaa, usiogope. Hata kama watu wanakudharau, mbingu za baba yetu Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo zinakuheshimu. Na ndio maana hata leo mbingu imekutunza, mbingu imekuweka, kwa sababu iko kazi kubwa mbele. Usikate tamaa, usizimie moyo. Narudia tena, Zaburi 46 inasema Mungu kwetu sisi ni kimbilio na msaada uonekanao tele wakati wa mateso. Ni kweli unaweza kuona wakati wa furaha, lakini sio kwenye utele, ila kwenye mateso utaona kwa utele. Shalom, shalom. Mungu akubariki na kupenda. Naitwa Pastor Michael. Namtumikia Bwana, namfurahia Bwana kwenye maisha yangu. Kuna wakati nimepita mahali pa kulia, kuna wakati nimepita mahali pa kuhuzunika, lakini sasa namtukuza Mungu aliye mbinguni. Na wewe ninaamini mtumishi wa Mungu, wakati wa Mungu ukifika utafurahi. Mungu akubariki, Mungu akutunze. Fanya kazi ya Bwana kwa furaha. Mungu wetu yu karibu.